Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari. Mimi Hilal Seif Riyami nitakusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Stima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Wananchi zaidi ya 489,225 wa wilaya ya Tanganyika wanatarajiwa kunufaika na kampeni ya ugawaji wa vyandarua vyenye dawa. Jai na Sisters in Imani watoa mahitaji mbalimbali ya kiutu kwa wagonjwa waliolazwa katika hospitali ya rufaa ya Mandewa mkoani Singida. Katika habari za kimataifa, WHO na Rais Tshisekedi wajadili mikakati ya kukabiliana na Ebola. Na mkapu la habari linaanzia mkoani Katavi. Wananchi zaidi ya 489,225 wa wilaya ya Tanganyika watarajiwa kunufaika na kampeni ya ugawaji wa vyandarua vyenye dawa inayolenga kupunguza maambukizi ya malaria, kulinda afya za jamii na kuongeza ustawi wa wananchi. Kampeni hiyo itafanyika katika kata 16 na vijiji 55 vya wilaya hiyo, ambapo jumla ya kaya 90,597 zinatarajiwa kufikiwa na huduma hiyo muhimu ya kinga dhidi ya malaria. Maandalizi ya utekelezaji wa kampeni hiyo yamejadiliwa katika kikao kazi kilichoongozwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wa kudhibiti na kutokomeza malaria kilichofanyika wilayani Tanganyika. Tanganyika ndio tuna kaya nyingi, lakini pia tuna population kubwa. Kwa hiyo tusipofanya vizuri sisi wajasiri mkoa utakuwa kufanya vizuri. Kwa hiyo tutabeba, lakini pia ninaona bado tunazo limited resources, hasa upande wa ufuatiliaji. Iko haja ya kuwa makini katika zoezi letu ili tuhakikishe ufanisi unapatikana. Na sisi tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zoezi linafanikiwa, tufahamishane mapema. Nashukuru sana. Katika kuhakikisha utekelezaji wa kampeni unakuwa wenye mafanikio, viongozi wa wilaya wamekubaliana kuimarisha usalama wa vyandarua wakati wa usafirishaji na ugawaji, kusimamia kwa karibu zoezi la uandikishaji wa kaya katika ngazi ya kata na vijiji, pamoja na kuhakikisha taarifa za utekelezaji zinawasilishwa kwa wakati. Kwa hiyo ninaamini kwamba kupitia kikao hiki na vikao vinavyokuja vinavyohusisha viongozi wengine na wadau wengine, nao watapokea na wataingia kazini, na watendaji wa kata na vijiji watafanya kazi. Kwa hiyo tayari wananchi uwe mkubwa na sisi tayari wetu uwe mkubwa. Aidha, wananchi wamehimizwa kujitokeza kuandikishwa, kwani kaya ambazo hazitaandikishwa hazitapata vyandarua. Wito wangu wananchi wajitokeze, na asiwepo hata mmoja wa kuweka ile kupotosha. Wapo wanaweza kupotosha kwamba kipewa vile vyandarua vinapunguza nguvu za kiume, si nguvu za kike. Hakuna. Ikibainika asili na wengine kwamba kuna mtu amepotosha, mchukueni kwa makosa ya kutangaza uongo na uzushi usio na sababu. Tunatamani kuona kaya zote, takriban kaya 90,000 zinapata vyandarua. Kwa mujibu wa makadirio ya awali, jumla ya vyandarua 312,561 vinatarajiwa kugawiwa kwa wananchi katika maeneo yote yaliyopangwa kufikiwa. Jumuiya ya tabia za Kiislamu Tanzania JAI kwa kushirikiana na kikundi cha mabinti wa Kiislamu cha Sisters in Imani mkoani Singida
wametoa msaada wa mahitaji mbalimbali kwa wagonjwa waliolazwa katika hospitali ya rufaa ya Mandewa, ikiwa ni sehemu ya kurudisha hisani kwa jamii na kuwafariji wenye uhitaji. Fuad Kasim Watuta anaarifu zaidi. Mahitaji yaliyotolewa ni pamoja na sabuni, maji na vifaa vingine muhimu vinavyolenga kuboresha ustawi wa wagonjwa pamoja na kuwapa faraja wakati wa matibabu yao hospitalini hapo. Akizungumza kwa niaba ya mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya Mandewa, Kasim Sudi Kasim, amesema kuwa ujio wa makundi ya kijamii huleta faraja kwa wagonjwa, hususan wale wasiokuwa na ndugu au watu wa kuwahudumia wakati wa matibabu. Hospitali yetu kiuhalisia tunapokea wagonjwa mbalimbali. Sawa, tuna wagonjwa ambao wanakuja hapa hawana ndugu. Kuna wagonjwa ambao wanakuja hapa wana ndugu lakini pia hawana uwezo wa kulipia matibabu. Kuna wagonjwa ambao wanafika hapa hawana uwezo wa kupata chakula. Kwa hiyo tunapenda kuwaomba kwamba hii iwe walau ni muendelezo, tuwe tunafanya mawasiliano na wasituchoke. Kuna kipindi tunakaa na wagonjwa unakuta hawana namna ya msaada wa namna yoyote ile. Kwa hiyo tukipata wadau wa namna hii pia inakuwa inaturahisishia sisi, hususan katika masuala mazima ya kuwapatia huduma za kijamii. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi na wanachama wa Sisters in Iman wamesisitiza jamii kuwa na matendo ya huruma na upendo ambao yana mchango mkubwa katika kujenga mshikamano wa kijamii. Leo tumepata nafasi ya kuja kuwasalimia wagonjwa hospitali ya Singida. Tumewaletea chochote tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Tumewaletea kama faraja, matumaini. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, wapate shifa. Na pia tumefurahi sana kuonana na wagonjwa, madaktari. Tumetembelea hospitali nzima, tumejua department zote za hospitali hii na tunafurahi sana. Tunaomba ndugu zetu muendelee kuwa na sisi, mtushike mkono. Tunajitolea kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo unatakiwa ujitolee kwanza ili watu wakuone, wakusupport. Tunakaribishwa, mnasisitizwa kufanya mambo ya Mwenyezi Mungu bila kujali utaanzia wapi unaishia wapi. Ukitaka kuanza na wewe. Fuad Kasim Watuta, Mahasin TV, Singida. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Dr. Bashiri Ali Kakurwa amesema serikali kupitia mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi itahakikisha kila mfugaji anajikwamua kiuchumi kupitia ujenzi wa miundombinu itakayowezesha ufugaji bora, kuongeza uzalishaji na kuboresha mnyororo wa thamani wa maziwa nchini. Juberi Mgaya anatoa zaidi. Balozi Daktari Bashiru Ali Kakurwa amesema hayo katika uzinduzi wa maadhimisho 29 ya kitaifa ya wiki ya maziwa yaliyofanyika kwenye viwanja vya Mwembe Togwa mkoani Iringa Mei 31 mwaka huu. Sisi kama Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa dhati kabisa kupitia mradi wetu wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi tutahakikisha mfugaji anajikwamua kiuchumi. Mradi huu ambao unatekelezwa umekusudiwa kununua na kugawa ng'ombe bora wa maziwa, kufanya ujenzi wa miundombinu itakayowezesha ufugaji bora, kuongeza uzalishaji na kuboresha mnyororo wa thamani ya maziwa, ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya kukusanyia maziwa, kupanua soko la maziwa na kuanzisha bima ya mifugo. Aidha, Balozi Daktari Bashiru Ali Kakurwa ametoa wito kwa wadau wote wa sekta ya mifugo kuunga mkono jitihada za serikali ili kufikia lengo la kuongeza tija ya uzalishaji katika tasnia ya maziwa nchini. Ni wajibu wa kila mdau kuhakikisha kwamba maziwa yanazalishwa kwa wingi kutoka bilioni 4 ya sasa kwa mwaka kwenda angalau bilioni 6, 7 mpaka 8. Na hiyo inawezekana katika kipindi kifupi. Tuhakikishe kwamba maziwa yanahifadhiwa na kusafirishwa kwa viwango vinavyokubalika. Tumeona teknolojia na zana ambazo zinasaidia kufanya kazi hiyo. 3, kuhakikisha maziwa yanakusanywa na kuchakatwa. 4, kuhakikisha maziwa yanauzwa kwa ubora unaolinda afya ya mlaji. Katika uzalishaji wa maziwa imeelezwa baadhi ya mikakati iliyowekwa ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, wito ukitolewa kwa wananchi kutodharau matumizi ya maziwa na kuondokana na dhana ya kufananisha maziwa na mazao mengine. Mradi huu
umejikita zaidi katika kutekeleza mambo makubwa mawili. La kwanza, kuongeza tija katika uzalishaji wa maziwa ambao unazingatia ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Lakini la pili ni kuunganisha sasa ule uzalishaji katika kuchakata na masoko ya kile tunachokizalisha ambayo ni maziwa, dhahabu nyeupe. Mradi unaenda kuboresha katika uzalishaji wa maziwa, tunaenda kuboresha mbari bora za mifugo, tunaenda kuboresha malisho, lakini pamoja na maji. Kwa hiyo wako watu ambao wanapotosha jamii na kuyakataa maziwa halisi na chakula ambacho ni muhimu. Wao wanazungumzia vitu visivyo maziwa. Wasichana waishio maeneo ya vijijini wilayani Uvinza mkoani Kigoma wamesema upatikanaji wa taulo za kike pamoja na miradi mingine inayolenga kutoa huduma za afya ya uzazi kwa vijana ni muhimu katika kuwawezesha kufikia ndoto zao, sawa na wasichana wa maeneo ya mijini ambako huduma hizo hupatikana kwa urahisi. Taarifa yake Emmanuel Matinde inasimuliwa studio. Hayo yameelezwa na wasichana wa shule ya sekondari Kalia iliyoko kijiji cha Tamusha, kata ya Kalia, halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma, mara baada ya kupokea vifaa vya kujistiri kipindi cha hedhi, ikiwemo taulo za kike vilivyotolewa na shirika la maendeleo ya vijana Tanzania Restless Development chini ya ufadhili wa UNICEF na Global Affairs Canada. Miongoni mwa wasichana hao ni Mlezi Suleiman na Yusra Emmanuel, ambao wamesema suala la hedhi limesababisha baadhi ya wasichana kukosa vipindi darasani na wengine hata kukatisha kabisa masomo yao kutokana na ukosefu wa huduma za hedhi salama. Changamoto zinazopatikana hapa shuleni kwetu ni pamoja na ukosekanaji wa vifaa kama chupi, sodo. Hiyo inakuwa ni changamoto ambayo inapelekea wanafunzi kutokuja shuleni na wengine kuacha kabisa. Kwa mimi nafurahi na nashukuru sana kwa mradi huu kwa sababu inawasaidia wasichana wengi kuendelea na vipindi vya darasani. Kwa hiyo wanapotuletea hizi taulo za kike, sabuni na miradi mingine inatusaidia kuendelea na masomo ili tuweze kufikia ndoto zetu. Lakini pia kwa wadau ambao wako mijini wanaweza kusaidia sisi ambao tuko vijijini kwa kuchangia kuwapa taulo za kike, lakini pia kutoa elimu zaidi. Joni Yohanes Maftah ni mratibu wa mradi wa elimu kwa watoto na vijana baleghe waishio katika mazingira hatarishi. Amesema kulingana na tafiti, ukosefu wa vifaa vya kujistiri na ukosefu wa vyumba salama vya wasichana kujistiri shuleni, hususan maeneo ya vijijini, vinachangia pakubwa utoro kwa wanafunzi wa kike. Tunatoa wito kwa jamii, shule na serikali na wadau mbalimbali kuendelea kushirikiana na kuboresha mazingira ya shule kwa kuhakikisha upatikanaji wa maji safi, taulo za kike, vyoo salama, sehemu za kujistiri pamoja na elimu ya afya ya uzazi kwa watoto wa kiume na wa kike. Wazazi, walimu, viongozi wa dini, viongozi wa serikali, vijana wa kiume na wadau wa maendeleo wana nafasi muhimu ya kuhakikisha wasichana wanapata taarifa sahihi, msaada na mazingira salama bila ubaguzi wala unyanyapaa. Mratibu wa mradi wa elimu kwa watoto na vijana baleghe waishio katika mazingira hatarishi katika kata ya Kali ya wilaya ya Uvinza, Masaka Huseni Mpambije, amesema takriban wanafunzi 200 hadi 300 kwa vipindi tofauti kila mwezi hawahudhurii shule, huku moja ya sababu ikiwa ni swala la hedhi. Huku tumekutana na changamoto nyingi ambazo zinawakumba watoto wa kike pamoja na wa kiume. Tukaenda mbali zaidi, tukafanya vikao na kamati za kila kata za Mtakua. Mbali na sababu nyingi walizotuambia, lakini hii sababu ya watoto kuhudhuria shuleni kwa sababu ya kukosa vifaa vya kujistiri vya hedhi ilikuwa ni sababu ambayo ilionekana kuwa kubwa sana katika. Tukielekea kisiwani Unguja, wananchi wa shehia ya Kombeni wilaya ya Magharibi B mkoa wa Mjini Magharibi na maeneo ya jirani wameishukuru timu ya madaktari 35 kutoka nchini China kwa kambi ya matibabu ya bure waliotoa katika kituo cha afya Sinai. Nuhu Stima ana taarifa kamili. Katika kambi hiyo iliyohusisha madaktari bingwa kutoka nchini China walioshirikiana na wataalamu wa hapa nchini, imesaidia wananchi kutosafiri umbali mrefu na kutumia gharama kubwa kufuata huduma hizo katika hospitali za wilaya na mikoa.
Shukrani zangu nazitoa kwa madaktari wa utibabu wao, kutoa bila ya malipo na kuja kupima kujijua mtu afya yake. Nawaambia wananchi wenzangu wasibweteke kukaa tu pindi wanaposikia matangazo ya magonjwa fulani, kuna kipimo, wasidharau, tusipuuze, tuje tuangalie afya yetu, maana sisi wengine tunakuwa hatujijui. Sasa hivi ndio tunashajijua kwa mimi na matatizo ya hili na hili na hili. Ni huduma inayohitajika sana kwa sasa. Wananchi wangu wana matatizo mengi, kwa hiyo kufika huduma kama hii katika shehia yangu ni faraja kubwa sana, na naomba wananchi inapotokezea fursa kama hii basi wasiache kujitokeza, wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuangalia afya yao. Daktari dhamana wa kituo cha Sinai Polyclinic Kombeni, Daktari Mohamed Ali Musa, amewahimiza wananchi kufika hospitalini ili kufanyiwa uchunguzi wa matibabu ya mapema, huku akitaja baadhi ya huduma zinazopatikana kupitia kambi hiyo, ikiwemo internal medicine, gynecology, general surgery, upande wa urology, ophthalmology, ENT pamoja na traditional medicine ya China. Kwa kweli wito ni mkubwa sana, wananchi wamefika katika maeneo haya. Kwa hiyo shime wananchi kujitokeza panapokuwa kuna kambi ya madaktari kama haya, ili tuweze kujua matatizo ambayo yanatusibu na kujua mwelekeo baada ya kwa umegundulika tatizo lako. La mwanzo ni kugundulika tatizo, baada ya hapo ni kupata tiba sahihi. Sasa kugundulika tatizo nalo ni changamoto, ndio maana ya ujio wa madaktari wetu hawa bingwa wa Kichina. Akizungumzia kambi hiyo, kiongozi wa timu ya 35 ya madaktari kutoka China, Daktari Bao Zhentao, amesema lengo la kuimarisha afya ya jamii kupitia ushirikiano wa kimataifa kati ya China na Zanzibar, pamoja na kusaidia wananchi kupata huduma za afya kwa wakati. So we have 15 special list here for the local people, and especially we do a special for the children because there are a lot of local children come here today for some Askada free clinic. Na wazazi na walezi nchini wamehimizwa kutoa malezi bora kwa watoto wenye ulemavu, ikiwemo kuwapeleka shuleni ili kupata haki yao ya msingi itakayowasaidia kutimiza ndoto zao kupitia elimu. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Wito huo umetolewa katika ziara maalum ya mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM mkoa wa Mara Julius Masubo wakati alipotembelea shule ya msingi Kibara iliyopo halmashauri ya wilaya ya Bunda, ambayo imejumuisha watoto wenye mahitaji maalum. Baadhi ya wazazi na walezi katika kijiji cha Kibara wameeleza changamoto zinazowakabili watoto walemavu wanapokuwa mtaani na shuleni. Changamoto zingine zinazopatikana kwa watoto wetu walemavu ni ile watoto wenzao kuwaona wakiwacheka. Hali hiyo, mtoto akishachekwa, labda akishasemwa sana, anakuwa anajinyanyapaa mwenyewe. Mimi nilichokuwa napenda kuona wazazi wenzangu, watoto ambao wana hali kama hiyo wapelekwe shuleni, na tunaomba tupate walimu. Serikali kwa kweli tusimamie na kutusaidia kwa watoto wetu. Angalau tu tunatoa mawazo mazuri au semina nzuri kwa watoto wetu, at least kesho na kesho kutwa wapate elimu nzuri ya kuweza kutusaidia au kusaidia familia. Ni kweli kabisa kwamba bado kuna baadhi ya wazazi ambao wana watoto majumbani wanashindwa kuwaleta kwenye shule, na hiyo yote ni kutokuwa na elimu nzuri kama mnayotupa kwa sasa hivi. Awali akisoma risala mbele ya mwenyekiti huyo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kibara ametaja idadi ya watoto wenye uhitaji katika shule hiyo pamoja na kubainisha baadhi ya changamoto zinazowakabili ikiwemo upungufu wa walimu. Jumla 29 ambao wapo katika kitengo cha elimu maalum kwa mwaka 2026. Lakini uwepo wa walimu kulingana na mahitaji hayo, kwa ulemavu wa akili hakuna, ulemavu wa viungo hakuna mwalimu, ulemavu wa ngozi hakuna mwalimu, viziwi hakuna mwalimu, lakini ulemavu wa macho tuna mwalimu mmoja ambaye anahusika na mambo ya uoni hafifu. Mafanikio, watoto hawa wote 29 wanapata chakula na lishe bora kutoka serikali kuu. Hii inawasaidia kuhudhuria shuleni vizuri na kuboresha afya zao. Mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM mkoa wa Mara Julius Masubo ametoa wito kwa wazazi na walezi kuendelea kutoa malezi bora kwa watoto wao wenye ulemavu, ikiwemo kuwapatia haki yao ya msingi ya elimu. Endeleeni kuwalea watoto hawa
watoto wana damu kama ulionayo wewe. Hawa watoto wana akili kama uliokuwa nayo wewe, tofauti tu kidogo tu mambo yameharibika. Hawa mtoto ni mali ya Mungu. Wanahitaji kula, wanahitaji kuvaa, wanahitaji kusoma, wanahitaji kucheza na yote mnavyovipata na hawa wanahitaji. Kwa hiyo sio kwa mtoto kama huyu ukampuuza, ukadhani huyu hawezi. Ukimsomesha anasomesheka. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Mara ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye mtazamaji wa Mahasin TV. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom amemaliza ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukutana na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi. Dr. Tedros Adhanom alimweleza Rais Felix Tshisekedi juu ya juhudi zinazoendelea za kukabiliana na virusi vya Ebola na kusisitiza tena msaada wa WHO kwa DRC wakati inaendelea kukabiliana na mzozo wa kiafya. Mkuu wa WHO pia alitoa wito wa kusitishwa zaidi kwa jamii katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo, akisisitiza haja ya kuimarisha uwezo wa mifumo ya afya katika maeneo yaliyoathirika. Dr. Tedros pia anaripotiwa kushutumu vikwazo vya usafiri na mipaka vinavyowekwa na baadhi ya nchi kama kikwazo dhidi ya Ebola, akisema vinadhoofisha uwazi na ugawanaji data. Kufikia Mei 31, mamlaka ya Kongo inasema watu 321 walithibitishwa kuwa na Ebola, ikiwa ni pamoja na vifo 48 vilivyorekodiwa. Kulingana na taarifa kutoka Wizara ya Mawasiliano, wagonjwa 6 walikuwa wamepona huku maambukizi 116 yakishukiwa kuendelea kuchunguzwa. Wakati huo huo, Wizara ya Uchukuzi ilitangaza kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege huko Bunia Jumatatu Juni 1, ikisema masharti ya kuanza tena kwa usafiri wa anga yalitimizwa. Kwingineko, Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza baraza la mawaziri lenye wajumbe 30, ambapo hatua hiyo imekuja wiki moja baada ya kuteuliwa kwa mwanauchumi Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo kuwa waziri mkuu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama cha PASTEF, kabla ya tangazo hilo hakukuwa na mwanachama yoyote wa chama cha Ousmane Sonko ambaye alipaswa kujumuishwa katika baraza hilo jipya la mawaziri. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama cha PASTEF, kabla ya tangazo hilo hakukuwa na mwanachama yoyote wa chama cha Ousmane Sonko ambaye alipaswa kujumuishwa katika baraza hilo jipya la mawaziri. Hata hivyo, baadhi ya wanachama wa PASTEF hatimaye walirejeshwa serikalini, akiwemo Dr. Alion Dion, waziri wa fedha na uchumi, na waziri wa afya Ibrahim Sai. Tangazo la serikali hilo la Juni mosi linaonekana kuwa na mchanganyiko wa mwendelezo na mabadiliko, huku mawaziri kadhaa wakihifadhi nyadhifa zao kutoka serikali ya Sonko
na wakati huo huo viongozi wa zamani wenye uzoefu wakirejea katika uongozi. Senegal inapitia misukosuko ya kisiasa huku wanasiasa wake wawili maarufu zaidi, Rais Bassirou Diomaye Faye na Spika Ousmane Sonko, wakijihusisha katika mvutano mkubwa wa kisiasa. Ousmane Sonko ambaye alikuwa waziri mkuu aliondolewa katika wadhifa huo siku 10 zilizopita, kisha alichaguliwa kuwa spika wa bunge la taifa la Senegal. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa. Serikali ya Marekani imetoa ushauri wa usafiri kwa raia wake nchini Kenya kufuatia maandamano katika mji wa Nanyuki dhidi ya kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola kwa ajili ya Marekani. Katika ushauri uliotolewa Juni 1, 2026, ubalozi wa Marekani jijini Nairobi ulitahadharisha kwamba maandamano huko Laikipia yanaweza kuenea hadi miji mingine mikubwa ikiwa ni pamoja na Nairobi katika siku zijazo. Ubalozi ulibainisha kuwa maandamano nchini Kenya mara nyingi huambatana na uwepo mkubwa wa polisi, jambo ambalo linaweza kusababisha usumbufu barabarani na kuongezeka kwa wasiwasi wa usalama. Utawala wa Rais Donald Trump uliwasihi raia wa Marekani wanaoishi au wanaotembea Kenya kuendelea kuwa makini, kuepuka mikusanyiko ya watu na kufuatilia kwa karibu ripoti za vyombo vya habari vya ndani kwa ajili ya taarifa zaidi kuhusu hali ilivyo barabarani kabla ya kusafiri. Hata hivyo, imeripotiwa kuwa watu wawili walipigwa risasi na kufariki katika mji wa Nanyuki katikati mwa Kenya wakati wa maandamano ya kupinga mipango ya Marekani ya kuanzisha kituo cha kutengwa kwa wagonjwa wa Ebola katika kambi ya kijeshi iliyo karibu. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Qasim Stima. Shukrani kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Wananchi zaidi ya 489,225 wa wilaya ya Tanganyika wanatarajiwa kunufaika na kampeni ya ugawaji wa vyandarua vyenye dawa. Jai na Sisters in Imani watoa mahitaji mbalimbali ya kiutu kwa wagonjwa waliolazwa katika hospitali ya rufaa ya Mandewa mkoani Singida. Katika habari za kimataifa, WHO na Rais Tshisekedi wajadili mikakati ya kukabiliana na Ebola. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah para majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefuria nilokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik, wassalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Uwe na wakati mwema usio na bugdha. Asante na kwaheri.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.